limetamkwa kwenye kitabu cha Mwanzo 4 kwa watoto wa Adamu, watoto wa kwanza wa Adamu, Habili na Kaini. Wanatheolojia wengine wanasema Habili na Kaini walikuwa ni mapacha, wanahisi, lakini wengine wanasema alikuwa mtu na mdogo wake. So yote kwa yote tunafahamu kwamba Habili na Kaini walizaliwa kwa Adamu. Hawa watoto walienda kutoa sadaka. Swali la msingi linakuja hapa. Ni nani aliwaambia kuna kitu kutoa sadaka? Hatusikii popote kwamba Adamu alitoa sadaka. Wao walipata wapi hilo neno? Walipata wapi hayo mambo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa nini walitoa sadaka? Sasa ukijua maana ya sadaka, naamini nitakufundisha vizuri, nitakufundisha hatua kwa hatua. Ukijua maana yake, utafanya kile Mungu anakusukuma kufanya, na utafanya kwa moyo wa furaha kabisa, na utaona matokeo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama mmesikia bila. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hapo nimeanza kuchanganya moyo. Sitaji sadaka hapa leo. Jina la Bwana libarikiwe. Kama tunakubaliana kwamba msingi wetu wanadamu wote, kama tunakubaliana kwamba Adamu ndio baba yetu wa kwanza katika hii dunia, Adamu ndiye aliyepewa maelekezo na Mungu kuhusiana na hii dunia, ndio aliyepewa urithi wa dunia yote, ndiye aliyepewa control kila kitu. Kama tunakubaliana hilo, maana yake ni kwamba watoto wa Adamu walifundishwa na Adamu kwamba kuna kutoa nini? Sadaka. Sasa tunaona, ukisoma maandiko hapo, unaona kwamba katika matoleo yao hawakutoa kanisani, hawakuwa na kanisa, ila walikuwa na familia, hawakuwa na mchungaji, ila walikuwa na baba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wao walipoambiwa na baba yao kwamba kuna Mungu aliyetuumba, ndo aliyenizawadia na kuniruzuku hii dunia, akanipa pamoja na ninyi watoto wangu. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru. Sema kumshukuru. Sadaka ni nini? Ni shukrani. Kwa ujumla wake, sadaka ni nini? Ni shukrani. Sadaka ni kuonyesha heshima kwa yule unayefikiri kuwa ndiye aliyekuwezesha kupata hivyo vitu ulivyo navyo. Kwa kinyume chake ni kwamba mtu yule ambaye hatoi sadaka, manake haamini kama mali alizonazo amesaidiwa na Mungu. Lakini kama anaamini kwamba anasaidiwa na Mungu, basi lazima arudishe shukrani. Sasa hawa walikuwa wanarudishaje? Hawa wakajua, okay, Mungu hatumuoni kwa macho. Mungu yuko ulimwengu wa roho. Sisi tuko kwenye ulimwengu wa mwili. Kama yeye ndo aliyetupa mifugo hii, kama yeye ndo aliyetupa hii dunia, basi tunatakiwa tumtolee kwa namna ambayo atasikia kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Sasa wao wakafikiria vizuri, kitu gani kinachoweza kikamwendea Mungu kwenye ulimwengu wa roho akakisikia? Ni dhana tu. Unasikia? Ni dhana tu. Tukisema tukaweke nyama porini, fisi watakula, si ndio? Simba watakula. Tuseme hapa watakuwa wamekula Mungu. Sisi tunataka ale Mungu. So ile nadharia kwa okay, dawa yake ni moja. Ni kuchoma moto, alafu ule moshi unaotokana na hiyo sadaka, wakaamini kwamba ule ndio, kwa sababu unaenda juu, si ndio? Si wanaamini Mungu yuko mbinguni. Kwa hiyo ukienda huko lazima utamkuta.
atafurahi. So nikawa swala la imani. Sasa swala la kawaida kabisa. Kwani Mungu anakula sadaka? Mungu anakula nyama? Mungu anakula pesa? Kwa hiyo kitu ambacho Mungu walikuwa wanampelekea ile hisia, ile dhamiri yao kwamba tuna appreciate kwamba wewe ndio kila kitu kwetu. Kwa hiyo tunategemea kuendelea kutusaidia maisha yetu yote, na hivi vitu vyote tunavyovitoa kwako ni kwa sababu tunaamini wewe ndio umetusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona hawa watu hapa, tunaona kwamba baada ya kutoa zile sadaka nini kilitokea katika ile mstari aliposoma. Anasema Habili alikuwa mkulima, akaleta baadhi ya mazao yake akapeleka kwa Bwana. Kaini. Habili yeye alikuwa mfugaji, yeye naye akaleta sehemu ya mifugo yake ya wanyama walionona akaleta kwa Bwana. Nini kilitokea? Wote wakachoma moto. Walipochoma moto zile sadaka zao, moshi wa Kaini ukawa unaenda hauendi juu, unayumba, unapigwa na upepo, sio mzito sio unaenda sasa. Moshi wa Habili ukapaa, ukaenda, umenyoka. Sasa swali la msingi ni kujiuliza, Kaini alijuaje kwamba hii sadaka yangu imekataliwa na hii ya Habili imekubaliwa? Kwa sababu kilichokwenda pale ni moshi tu, na hakusikia sauti yoyote. Kwa hiyo unaposoma Biblia lazima unaelewa sio kila kitu kimeandikwa kwenye Biblia. Haleluya. Ila vilifanyika. Maana yake nini? Maana yake baba yao Adamu na mama yao Hawa walikuwa wanafanya hiyo action, ndio waliowafunza na waliwaelekeza kwamba ukitoa sadaka nzuri kwa moyo wako unyonyoka,